Karibu kwenye video namba 2 ya mafunzo yetu ya Business Card Design kwa kutumia programu ya Adobe Illustrator. Katika video ya kwanza tuliangalia jinsi ya kudesign business card kama hii, na katika video namba 3 tutaenda moja kwa moja kwenye file, katika video namba 2 tutaenda moja kwa moja kwenye file. Kisha tutaenda kwenye document zetu tutatumia kama tulivyoseti kwenye video ya kwanza, kisha nitaenda create. Hatua inayofuata itakuja canvas yetu kama hivi zinavyoonekana, na tutaenda kwenye hatua namba 2 ambayo nilionyesheni mwanzo, ambapo hapa ngoja kwanza kisha nimeweka kwenye property ili niweze kuona vizuri. Kisha hapo nitakuja kutengeneza shape yangu ya rectangle kama hii hapa inavyoonekana. Nitachofanya nitakuja hapa kwenye transform, ambapo transform ya width nitaweka 3.25 kama kawaida, na huku nitaweka 1.1.75 kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo nita click, itakaa vizuri kama hivyo. Nitakuja kuondoa fill color, kisha nitakuja kupunguza stroke na kuweka 0.25, na baada ya hapo nitakuja kwenye selection, nitaselect, nitakuja kwenye align. Nita-align horizontally, kisha nita-align vertically, itakuwa imekaa katikati kama hapo. Baada ya hapo nitaitoa copy na kuihamishia kwenye canvas yangu ya pili, ambapo nitachofanya alt left click, nita drag na kuja kuiweka kama hapa. Kisha nitakuja na hapo kuiselect na nitakuja align, irudishe. Hakikisha hapo umeselect kama hivi, hakikisha align vertically, anza na hii huku align vertically, kisha njoo align horizontally. Itakuwa imeshakaa sawa hapa. Kwa hiyo utakuwa uiache kama imeshakaa sawa. Kwa hiyo hapo itakuwa kama hivyo. Hatua ya 3 nilisema kwamba unakuja unaifunga hizi layer zako hizi mali zisiweze kukusumbua. Kwa hiyo utazifunga kama hizi, kwa sababu zitakuwa ni kama guideline. Baada ya hapo kama kawaida, huku ni mbele na huku ni nyuma business card zangu. Kwa hiyo kwa upande huu nitaanza, ambapo nitakuja kuanza kufanya hivi. Nitakuja kuchora shape. Nitakuja kuchora shape kama hapa. Nitakuja kuchora shape kama hii. Na hii. Nitakuja kuiongeza ukubwa kidogo. Baada ya hapo nitakuja kwenye direct selection tool. Nitaselect pembe hii huku ya juu, kisha nitakuja kufanya kitu kama hiki hapa. Nitakuja kuipunguza. Naweza kuipunguza kawaida kama hivi, au naweza kunini, lakini pia kuna option nyingine ambayo unaweza kuitumia. Kwa mfano hapo unaweza kuselect point kama hii hapa, kisha ukaiongeza kama hivi hapa, ikaja mbele kidogo kama hivi namna hii. Control Z kurudi nyuma. Utakuja kuiselect hapo, kisha ukaileta mbele kidogo kama hivi, ukaja ukaiselect point hii huku, kisha ukaivuta kidogo ikakaa kama hivi. Itakuwa ina muonekano kama huu hapo ambao unaonekana hapo. Kama unataka uendelee kuweza kumodify, una select tena, unaweza kumodify, kuongeza modification kidogo kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo nitakuja kwenye line tool au line segment tool, ambapo nitakuja kuselect na nitaweka mstari wangu mpaka huku mwisho kama hivi inavyoonekana. Nitakuja mpaka hapa kwa intersect, itakuwa tayari. Baada ya hapo nitakuja kuongeza stroke kwenye mstari wangu, ambapo stroke yake nitaweka hapo, ngoja tuweke 1, itakuwa ni fine zaidi. Kisha nitakuja kubadilisha rangi na nitatumia rangi zingine. Kwa mfano kama hapa nitakuja kutumia rangi labda za blue. Kwa mfano kama hapo nitaselect hii hapa. Nitakuja kuselect kama hapa, nitaenda kwenye AC blue. Kwa mfano kama hapa nitavuta hivi, kwa kuwa nataka AC blue ndo tuweze kutumia kwenye business card yetu. Hatua inayofuata nitakuja kuselect hii hapa shape yangu hapa, nitaselect kama hivi. Nitakuja kuiondoa stroke kabisa. Kisha nitakuja kuongeza ukubwa kama hivi. Baada ya hapo hii hapa kwanza nitaiselect na nitakuja kuifanyia expand appearance kwa ili ya kuhakikisha kwamba inakuwa shape. Kama hapo nitaselect expand kama hivyo, kisha hapo nita click, itakuwa tayari hapo imeshakuwa shape. Kwa hiyo sasa hivi nitakuja tena nitaselect eneo langu hili hapa, ambapo kuna shape yangu ile ya mwanzo hapa. Kuna ile shape yangu ambayo ni hii, nitaselect eyedropper na nitakuja kuselect rangi yangu kutoka hapa kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo nitabonyeza control 0, itakuwa tayari imeshakaa kama hivi. Utakuja kuiseti vizuri na nia yako hii hapa.
utaseti vizuri hii stroke yako hii hapa, ambapo hapa utakuja utaiweka ikae sawa sawa na hii hapa shape yako kama hivi inavyoonekana. Kwa hiyo inakusumbua, iselect hii huku ya juu, alafu ndio iongezee kidogo ukubwa kama hivi. Unaweza kuiongezea ukubwa kidogo, na hii hapa ukaweza kuivuta hatua moja ikakaa kama hapa unaweza kuivuta hatua moja ikaja, au kaivuta kidogo kama hivi, kisha ikakaa namna hiyo. Baadaye unakuja una select all kama hivi. Ukisha select, njoo kwenye Pathfinder, kisha zifanyie unite kama hivi, ziunganishe ziwe kitu kimoja, ili mradi uweze kurahisisha kazi. Baada ya hapo, hakikisha huku unaweza kuvuta kidogo kwenda huku, ili mradi iweze kwenda mpaka mwisho kama hapa. Baada ya hapo itakuwa imeshakaa kama hivi, lakini huku pia ngoja tuvute iende mpaka huku mwisho kama hivi inavyoonekana hapa. Itakuwa tayari tumeshatengeneza kitu chenye mfumo kama huo. Baada ya hapo, hakikisha kwamba unapunguza eneo la business card yako liweze kuonekana lote namna hii, kisha utakuja kuandika maneno. Hapa tutaweka jina la muhusika kwamba anafanya shughuli gani, na huku juu tutakuja kutumia zile icon zetu, ambapo kama hapa nita select, nitaenda kuchukua zile icon, au naweza kurudi kwenye business card yangu iliyopita kama hii hapa, kisha nikaja kuselect icon zangu ambazo ni hizi hapa, hii hapa kama hii hapa, nikaiselect, nikaja nikaiselect kama hii hapa ya kwanza, nikaja tena hapa Control C kuweza kuzicopy, maana yake tayari nilisha zigroup na kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo nitakuja kwenye hii hapa business card yangu ya sasa hivi ambayo ni hii, kisha nitakuja kubonyeza Control V kuweza kupaste. Baada ya hapo nitakuja kuzivuta na kuziweka pamoja. Kwa mfano kama hapa nitahitaji kwamba upande huu ndio ziweze kukaa hizi icon zangu, kwa nitaziweka kama hapa juu. Baada ya hapo nitakuja kuzipa rangi ya blue kama hii hapa tuliyotumia hapa, kisha itakuwa zimekaa kama hivi. Hatua inayofuata naweza kuja kuchukua logo kwenye icon zangu kule, ambapo hapa kwenye icon ambayo nishaziandaa. Kwa hiyo naweza kuja kuchukua logo yote hapa ambayo naweza kuitumia, lakini ngoja nitumie hii. Tutakuwa tunaitumia sana hii hapa. Nitabonyeza Control C, kisha nitakuja kwenye business card yangu, nitabonyeza Control V, ni kubwa sana kama hivi. Nitabonyeza Shift Alt, nitashikia, kisha nitakuja kupunguza ukubwa kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo nitakuja kuchukua na kuiweka kama hapa namna hii. Nitakuja kuiweka kama hapa, naweza kuja kuipunguza ukubwa kidogo iwe ndogo kama hivi, kisha nitakuja kuiweka hapa kama hivi. Naweza kuiweka juu kabisa kama huku, na naweza kuja kuandika chochote ninachotaka hapo. Kwa mfano kama hapa, ngoja tutumie vile vile labda design kama hivi, design. Ngoja hapo tuweke labda design CC kama hivyo, kisha nitaziselect na nitakuja kuziarrange vertically zikae sawa kama hivi. Kwenye rangi nitaacha hivi hivi, rangi ya juu iwe ya chini iwe nyekundu, ya juu iwe ya blue kama hivyo. Baada ya hapo nitakuja kuingizia taarifa hapa kama hivi. Kwa hiyo nitachofanya, unaweza kuchukua taarifa zile za kule au ukafanya chochote unachotaka wewe. Kwa mfano kama hapa ukaja naweza kuchukua taarifa hizi huku za huku kama hivi, Control C nikazicopy kwa ajili ya kuweza kurahisisha kazi. Maana tukisema tuanze kuandika zitachukua muda mrefu, kisha nitabonyeza Control V kuweza kuzipaste. Kwa kwenye kupaste nitachukua tu, nitakuja kuziweka kama hivi inavyoonekana. Kwa nitachofanya, nitakuja kuziselect all kama hivi, kisha na kuzileta huku nyuma kidogo kama hivi zinavyoonekana hapa. Kwa inakuwa ni simple kidogo. Baada ya hapo hakikisha hizi hapa nazo unazigroup, Control G ziwe kitu kimoja, kisha utakuja kuziarrange ziweze kukaa sawa sawa kama hivi. Sorry, sitakuja kusogea chini kidogo. Ya kama hapa. Hapo zitakuwa zimekaa sawa. Baada ya hapo utakuja kuandika jina huku chini, ambapo kwa mfano hapo nitakuja kuandika labda, ngoja niandike hapo labda kama hivi. Labda kama hivi. Kisha nitakuja kuongeza ukubwa wa maneno yangu, ambapo hapo kwa mfano nitakuja kuweka 21 kubwa, ngoja niweke 18 kama hapa. Kisha nitakuja kuziweka kama hapa. Kisha guide zetu ni hii mistari meusi, hatusitoke nje hapo. Kisha hapo nitakuja kubadilisha rangi na kuweka rangi nyeupe kama hivi.
iweze kuonekana, lakini pia nitakuja kubadilisha mwandiko na kuweka roboto kama huu, ambapo nitaenda kuchagua roboto black au roboto bold. Ngoja hii kama hii roboto bold. Baada ya hapo nitakuja kupunguza ukubwa kidogo iweze kufit kama hivi. Kisha nitakuja kwenye kutype tena, nitakuja kuandika hapa chini labda web designer kama hivi inavyoonekana. Kisha nitakuja kwenye mwandiko, nitachange na nitaenda kuchagua light. Nataka roboto light kama huu, lakini pia nitaupunguza ukubwa uwe mdogo kiasi kama hivi, na kisha nitakuja kuarrange kwa chini hapa katikati, na nitabadilisha rangi na kuweka rangi ya njano inaendana na rangi ya blue kama hivi, au unaweza kuweka rangi nyeupe kama hivi inavyoonekana. Hapa hii hapa, ngoja neno hili kwa new jina nitajisogeza kwa juu kidogo kama hivi, nitasogeza kwa hapa, na hii hapa nitakuja kuisogeza ianzie kama hapa. Lakini hii kuneno la chini imekuwa kama vile ni pana, kwa hiyo nitaweza kulipunguza ukubwa kidogo. Nitaendelea kulipunguza ukubwa ili mradi liweze kuwa dogo. Maana hii hapa title inatakiwa iwe ndogo, kwamba unafanya kitu gani inabidi iwe ndogo isiwe kubwa. Baada ya hapo tutaenda kwenye hatua inayofuata, ambapo nitakuja huku kuandika ku design upande wa pili. Huku upande wa mbele inakuwa nishamaliza, kwa nitachofanya nitakuja upande wa pili kama hivi. Select hapa. Nitakuja kuweka shape kama hivi. Huko nako nitakuja shape kuiweka kama hapa. Baada ya hapo shape huku nitakuja kuipa rangi ya blue kama hivi inavyoonekana. Baada ya hapo nitakuja kuselect logo yangu hii huku, kisha nitabonyeza Control C. Baada ya hapo nitakuja Control V kuweza kuipaste, na nitakuja kuileta kama hapa namna hii. Baada ya hapo nitabonyeza Alt left click, nitaiongezea ukubwa kidogo, nataka iwe pana, na kisha nitakuja kuibadilisha rangi na kuweka rangi kwa mfano nyeupe kama hivi, naona itakuwa inakaa fine kabisa kama inavyoonekana hapo. Hapo inakuwa tayari tumeshafanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nitachofanya hapo, ngoja ni select logo, shift hivyo, kisha nitakuja kuiarrange iweze kukaa group, Control G kuigroup, nita-arrange vertically, lakini pia nita-arrange horizontally iweze kukaa katikati kama hivi. Kwa hiyo inakuwa hapo tayari tumesha design business card yetu ambayo itakuwa na muonekano kama huu hapo ambao unaonekana. Hatua inayofuata utakuja kwenye layer na kuweza kuondoa hizi guidelines zako ambazo ulizilock mwanzo, hizi mbili huku ambazo utaiselect hii huku kisha utaifuta. Utakuja kuiselect na hii hapa kisha utaifuta kama hivi. Ukishafuta itakuwa tayari business card yako itakuwa na muonekano kama huu, lakini pia una option kama unataka kubadilisha rangi kama hapa, unaweza kuselect kisha ukaenda kubadilisha rangi na ukaweka rangi nyingine ambayo mwenyewe unaona itafaa, whatever wewe mwenyewe unavyotaka. Unaweza kuweka rangi labda hii rangi kama hii hapa ukaweka namna hii, au ukaja ukaweka rangi kama hii hapa namna hii, kisha ukaja ukaselect na hizi icon zako kama hivi ukaziselect namna hii, kisha ukaja ukaziweka na rangi nyingine kama hivi inavyoonekana hapa. Pia huku logo yako hii hapa unaweza kuiselect huku juu, ukaja ukabadilisha ukawekea rangi kama hii hapa kama hivi. Hapa rangi nyekundu utaweza kuiacha hiyo hiyo, ukaja ukaselect na huku ukaja kubadilisha rangi ukaweka rangi nyingine kama hivi inavyoonekana. Kwa baada ya hapo utakuwa na business card ambayo itakuwa ni vizuri na itakuwa na muonekano kama huu hapa ambao unakuwa unafanyaje, unaonekana hapo. Kwa inakuwa ni simple lakini pia inapendeza business card yako. Kumbuka hii ni video namba 2 ya mafunzo yetu ya business card design. Tukutane kwenye video namba 3 ambayo tutaenda kuangalia jinsi ya kudesign business card katika muundo mwingine. Asante na nikutakia wakati mwema, fanya practice mpaka uwe perfect. Asante na kwaheri.